Ni siku nyingine tena ndani ya Alo Media tunakutana kujuzana yale yote ya kimichezo ambayo yamekuwa yakijiri hasa ndani ya mipaka ya Tanzania. Hii leo Jangwani wana jambo lao. Habari za moto zimeanza kuenea kama unavyofahamu. Hivi sasa vilabu mbalimbali vimeanza kujiandaa kwa ajili ya dirisha dogo la usajili ambalo litafunguliwa mwezi Januari, na vilabu mbalimbali ambavyo vinahitaji kuboresha au kufanya maboresho ya vikosi vyao tayari wameanza kunyemelea wale nyota ambao wanawahitaji kuja kuziba magepo ambayo yapo kwenye vikosi vyao. Miongoni mwa vilabu ambavyo vimeanza harakati mapema zaidi ni klabu ya Yanga kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani. Wao wanahitaji kufanya maboresho kwenye safu yao ya ushambuliaji. Je, ni nani anakuja? Basi endelea kufuatilia Alo Media, nitakujuza A to Z. Ni nani anaingia, ni nani anatoka. Ukitazama safu ya ushambuliaji ya klabu ya Yanga pale mbele inaongozwa na Prince Mpumelelo Dube pamoja na Andy Bobwa Boyeli. Sasa kuna mtu ambaye anahitaji kuletwa na mmoja wapo kati ya hawa ataondoka, na mchezaji mwenyewe ambaye anatajwa kuondoka si mwingine bali ni Andy Bobwa Boyeli. Tukumbuke kuwa Andy Bobwa Boyeli alijiunga na Yanga kwa mkopo wa mwaka mmoja akitokea klabu ya Sekokune United ya Afrika ya Kusini. Kabla ya kwenda Sekokune, tujikumbushe kidogo, pengine hili jambo ndilo ambalo limewavutia Yanga au liliwavutia Yanga kuweza kumchukua Andy Bobwa Boyeli kutoka Sekokune. Ni kwamba kabla ya kutimkia Sekokune United akiwa na Power Dynamos ya nchini Zambia, Andy Bobwa Boyeli aliweza kutoa tuzo ya mchezaji bora wa msimu, lakini pia aliweza kutoa tuzo ya mfungaji bora wa ligi kuu nchini Zambia akiwa na Power Dynamos. Hapo nazungumzia msimu wa mwaka 2022 2023. Sasa Yanga walienda kumchukua kutoka Sekokune. Pengine hizo namba wakati akitumikia Power Dynamos ndizo ambazo ziliwashawishi viongozi wa Yanga na kwenda kumapproach na kumfanikiwa kumpata kwa mkopo Andy Bobwa Boyeli. Sasa anayetajwa kuondoka si mwingine ni Andy Bobwa Boyeli, na anayekuja kuvaa viatu vyake ni mshambuliaji wa Stade Malien. Yes, hawa ambao mnyama Simba anakwenda kuvaana nao kwenye mchezo wa mkondo wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutokea kule nchini Cameroon. Na nyota mwenyewe si mwingine ni Tadeusz Nkeng Fomakwang, mchezaji mwenye umri wa miaka 25. Tayari amenasa kwenye rada za wananchi, amenasa kwenye rada za Yanga ndani ya dirisha dogo la usajili. Tadeusz Nkeng Fomakwang ni raia wa Cameroon na amewahi kupita kwenye timu za vijana za FC Porto ya nchini Ureno, HJK ya Finland pamoja na Carabobo ya Colombia. Nadhani kwa umri wake, tazama makuzi ya soka alikopata kwenye mataifa makubwa. Tunazungumzia taifa kama la Ureno, taifa ambalo limetoa mastaa mbalimbali. Nani asiyemjua Luis Figo? Nani asiyemjua Cristiano Ronaldo? Nani asiyemjua Bruno Fernandes? Hao wote wametokea nchini Ureno ambako kijana huyu au mshambuliaji hatari zaidi anayetumikia klabu ya Stade Malien, Tadeusz Nkeng, anatajwa kuja ndani ya Yanga kuchukua viatu vya Andy Bobwa Boyeli. Na nyota huyo ana uwezo wa kucheza nafasi zote tatu za mbele, kwa maana ya kucheza winga ya kushoto, kucheza winga ya kulia, lakini pia anaweza kucheza kama second striker ama namba 10. Hiyo ndio nafasi ambayo anaweza kuhudumu zaidi kwa ubora wa hali ya juu. Huyu si mwingine ni Tadeusz Nkeng Fomakwang, raia wa Cameroon, kijana hatari zaidi anayetumikia klabu ya Stade Malien. Je, wananchi watafanikiwa kumnasa? Je, watafanikiwa kuachana na Andy Bobwa Boyeli? Tuendelee kufuatilia Alo Media. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kucomment pia muhimu. Tupatie mawazo yako. Je, ni sahihi Yanga kuachana na Andy Bobwa Boyeli na Dube kubaki, au wamefanya jambo kubwa na endapo itatimia watakuwa wamelamba dume kwa kumuingiza kikosini kinda huyu kutoka Cameroon, Tadeusz Nkeng? Langu jina ni Alois Sagala. Endelea kusalia ndani ya Alo Media kwa habari mbalimbali za kimichezo ambazo zinajili. Tukutane tena wakati mwingine.